من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات
اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته
وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبرع رسول النبي الكريم وإنا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن. Huyo alikuwa msemaji wetu Ustadh Abdallah Kombo kutoka Tanga. Ametoka Tanga, amekuja kwa lengo la kusomea Qur'an. Hivi sasa ni makamu ya shekhe wetu Sheikh Ali Mbwera, ambaye kikawaida yeye hapendi kuchukua muda, lakini nimwambie tu au nimuombe, sisi leo ni siku yetu na msemaji ni mmoja, hatuna haraka. Kwa hiyo basi tunakuomba ufanye kwa kazi kwa dakika 15 tupate faida ya mkusanyiko huu na tupate faida ya bwana mkubwa ambaye tumemkusanyikia. Kwa hiyo Sheikh Ali Mbwera, tunakuomba usimame upate kusema na Waislamu kitu hiki. Karibu sana. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في سورة الزخرف: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون.
ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول الشاعر الحكيم ما المرء إلا حديث ما بعده فكن حديثا حسنا لمن وعى. حاضرون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tumekusanyika usiku huu kuwaombea wenzetu waliotangulia. Kwanza tunamwomba Mwenyezi Mungu akubali maombi yetu haya, asituangalie sisi kwa mapungufu tuliyokuwa nayo, aangalie yale makusudio yetu na awalipe hivyo wazazi wetu. Allah subhanahu wa ta'ala kwa utaratibu alioupanga, sote tunaishi hapa duniani, baada ya muda tutaondoka, wote tutaondoka hapa duniani. Kwa kuwa huo ndio utaratibu, kinachogomba ni kutangulia, nani anaanza kisha nani anafuata. Sasa tatizo sio kuwa wewe utakufa, mimi nitakufa na yule atakufa, sio hivyo. Utakapokufa, jamii inaishi vipi na ule msiba wa kwako wewe? Na muda siku 2-3 zikimalizika, watu wanaendelea kukumbuka nini kuondoka kwako wewe? Hili ndio lenye maana. Shekhe wetu, mwalimu wetu, Mwalimu Nyota, Adam Nyota, Allahumma ighfir lahu warhamhu, tunamwomba kwanza Mwenyezi Mungu alifanye kaburi lake kuwa raudha min riyadhil janna. Amin. Na wala asilifanye kuwa hufra min hufari niran. Amin. Anayo aliyoyafanya hapa duniani. Ndio maana watu saa hizi wameacha shughuli zao, wamekusanyika hapa kwa ajili ya kumwombea yeye. Na wapo wengine wamekufa kama alivyokufa yeye, na wale watu hawajui kabisa kama kafa mtu. Kama vile kuna chumba cha pili amekufa mjusi na watu wanaendelea. Allah anatuambia katika surati Az-Zukhruf aya nambari 44, wa innahu ladhikrun laka wa liqaumika wa sawfa tusalun. Kwa hakika hii Qur'ani hii dhikrun laka, ni sharafu kwako wewe, ndio address yako wewe Muhammad, si peke yako, la, wali qaumika. Na Qur'ani pia ndio address ya watu wako, wafuasi wako. Wasawfa tusalun, na siku ya kiyama mtakuja kuulizwa. Kama mtu ataishi ikiwa Qur'ani ndiyo anayosuhubiana nayo, anaisoma, anaifahamu, anaifanyia kazi, anaisomesha, atatukuka tu lazima. Kwa nini? Wa innahu la dhikrun laka, kwa hakika hii Qur'ani hii ndio sharafu kwako wewe, ndio utukufu kwako wewe Muhammad, ndio address, ndio kitambulisho cha kwako wewe, waliqaumika, lakini na watu wako. Wasaufa tusalun, na mtakuja kuulizwa siku ya kiyama, namna gani mlifuata maelekezo ya Qur'ani. Sasa ndugu zangu, wazee wetu waliotangulia, tumekaa hapa na tukaanza kutaja baadhi ya majina yao, huku tukimuomba Mwenyezi Mungu awasamehe na kuwarehemu. Yapo walioyafanya kuitumikia hii Qur'ani. Ndio maana tunachukua fursa ya kuwaombea. Kwa nini tusiwaombee wengine? Hawana jambo. Lakini kama unataka wakukumbuke watu, sio watu, ishi na Qur'ani. Qur'ani ndio sharafu ya kwako wewe Muhammad na watu wako, ndio utukufu wa kwako wewe na watu wako. Nanyi mnaelewa kwamba mtume wetu Muhammad
katika hadithi ambayo imepokewa na Imamu Bukhari, na kwa bahati imeandikwa katika bango letu hili hapa, khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama, mbora kati yenu nyinyi Waislamu, mtu mwenye maana ni yule ambaye atakayejifunza Qur'an. Hii nguo ya kwanza. Sasa kabla hatujaendelea, jikague wewe na kujifunza Qur'ani wapi na wapi. Unayo japo sura moja, aksaru sura ambayo ndio fupi kuliko nyingine yoyote unayoijua, sio unayoisikiaga siku tukienda mazikoni, some Ikhlasi 3, unayoijua kwa maana umeisoma. Unayo? Kama unayo, basi wewe ni mtu bora. Khairukum man ta'allama al-Qur'an, mbora wenu ni yule atakayejifundisha Qur'an. Kwa tujitahidi kadiri ya uwezo wetu wa kibinadamu tujifundishe hii Qur'an hii, ili nasi tuingie katika watu bora. Tunao wakumbuka hapa walijifundisha Qur'ani, lakini nyongeza, akisha kujifundisha Qur'ani na akaijua, ili awavuke wenziwe kwenye ubora, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, kisha yeye akasimama kidete na kwenda mbio ili na wengine na wao waijue Qur'an, akaifundisha ile Qur'an. Sasa shekhe wetu Sheikh Nyota Adam Nyota, Allahu yarhamu, na wenziwe waliomtangulia hapa duniani, miongoni mwa walioyafanya, walijifundisha Qur'ani na wakawafundisha wenzao, wakawa watu bora hapa duniani na watakuwa watu bora mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku ya Kiyama. Duniani wamekuwa na Zukhruf aya 44, sharafun laka wa liqaumika wa sawfa tus'aluna, na siku ya Kiyama khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Lakini hebu tuyaache hayo, tuishi na maisha yetu ya kawaida. Ukisha kujifunza Qur'ani moja, kisha ukawafundisha wengine, ukaishi na maisha ya Qur'ani, utaishi katika maadili yaliyokuwa mema, utaishi katika tabia zilizokuwa nzuri, utaishi kwenye mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukiishi hivyo, utakuwa wewe, hata ukiondoka watu watakutaja vizuri, na watu watasikitika kwa kuondoka kwako, na wala sio watu watafurahi, alhamdulillah limeondoka lile jamaa lile. La, utakuwa watu wanasikitika. Akasema shairi mmoja mwenye hikma, mal mar'u illa hadithu ma ba'dahu, fakun hadithan hasanan liman wa'a. Si vinginevyo, hakuna mtu yeyote isipokuwa ni simulizi za kipindi kitakachokuwa baada ya kuondoka kwake. Mal mar'u illa hadithu ma ba'dahu, si vinginevyo kila mtu mmoja kati yetu sisi ajue akiondoka watu watasimulia habari zake. Vile ulivyoishi na jirani zako, watu watasimulia, na jamaa yule alikuwa mswaliji, lakini hapo mtaani watasimulia tu. Jamaa alikuwa mtu mmoja mwema bwana, yule bwana akifika yeye watu wote mtafurahi bwana, na alhamdulillah yule jamaa watu watasimulia habari zako. Mal mar'u illa hadithu ma ba'dahu. Sasa shekhe baada ya hayo anakuhimiza, anakwambia hivi, fakun hadithan hasanan liman wa'a, jitahidi wewe uwe simulizi nzuri basi kwa wale watu wenye kuzingatia, wakusimulie yaliyokuwa mazuri unayatenda. Kama una tabia mbaya, watu watasimulia mabaya yako, na kama una tabia nzuri, watu watakaa kuanzia tulu'i al-fajri ila ghurubiha wanasimulia mazuri yako na hayamaliziki. Bal maru illa hadithu ma ba'dahu fakun hadithan hasanan liman wa'a. Na hii hasa ya kukaa na watu kusimuliana mazuri ya wenzao waliotangulia ndiyo mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udhkuru mahasina mautakum, tajeni mema ya maiti wenu. Ndugu yangu, kama jema huna, unatulazimisha ili tutambue nani aliyokufa tutaje hata yale mabaya. Unatulazimisha tutaje yale mabaya ili tuweze kukujua nani. Kwa nini leo anayeswaliwa mjui wewe? Ndiyo, simkumbuki, si yule aliyobaka mtoto kipindi kile. Hata hilo watu watasimulia. Sasa wewe jitahidi uwe unisimulizi zilizokuwa nzuri. Mal mar'u
illa hadithu ma ba'dahu fakun hadithan hasanan liman wa'a. Jitahidi uwe simulizi mzuri. Yupi yule alikuwa akifuta bange sana pale kwenye kona yule? Ndio simulizi watu watakayokuwa nayo. Jitahidi uwe, achana na tabia mbaya, achana na maadili mabaya, achana na miamala mibaya na wenzio, ili watu wakisimulia habari zako wasimulie zilizokuwa nzuri. Na kuwa mtatabia nzuri na miamala mizuri huwezi kuipata nje ya mafundisho ya Qur'ani. Ukiishi na mafundisho ya Qur'ani, Qur'ani ndio address ya kwako wewe. Yupi? Yule aliyosoma Qur'ani vizuri. Siku tulipokuwa tukifanya dua ya marehemu Nyota, watu watakusimulia nini kilichomnyanyua, wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika wa sawfa tusalun. Nini? Qur'ani ndiyo itakayomnyanyua. Ndugu zangu, tujipambe na maadili yaliyokuwa mazuri, tujipambe na tabia zilizokuwa nzuri, ili tusiwalazimishe watakaokuja kusimulia habari zetu wakawa hawana cha kusimulia ila wataje mabaya yetu. Mwenzetu ameondoka, na kama utakuwa Nyota ndiyo nani, kuanzia saa hizi mpaka kesho saa kama hizi watu watasimulia yale aliyoyafanya na watapata mazuri. Swali, wewe ukifa unayo watu ya kuja kuyasimulia baada ya kuondoka kwako? Jitahidi jipambe na mazuri ili watu wasimulie yako yaliyokuwa mazuri, na tukifanya hivyo tutaishi vizuri hapa duniani. Tukiwa na tabia njema tutaishi vizuri hapa duniani, tutakuwa raia wema katika taifa letu, lakini pia tutakuja waja wema, tutakuwa waja wema mbele ya Mwenyezi Mungu muumba wetu. Nimuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amsamehe ndugu yetu waliotangulia, yeye na ndugu zetu wengine wote waliotangulia, sisi na wao atukutanishe nyuma ya bendera ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam siku ya kiyama peponi. Hadha wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.